Waiter! Waiter! Anyone? Waiter! Unaita kwa subidi kama vile unaweza, kumbe hunaweza. Hebu acha kuchosha hayo mapafu yako. Ita polepole, sema waiter au bosi mmiliki wa hapa. Hey, just stop. Yaani mtu mwenyewe umeajiriwa, afu bado unaitwa, unakuja kwa maringo. Hii sio hoteli yako, emfanya kama muajiriwa wa hapa, okay? Nadhani unanipata. Njoo ufuate menyu yangu, unahitaji chakula uniletee haraka haraka. Ndo tatizo la masijini. Sasa hapa nani ameajiriwa? Hebu shika tabu zako kama sio kushika sumaku. Nani umemwona hapa mwajiriwa? Mimi hapa ndo bosi mwenye hii kampuni ya mapishi. Sema tu leo nimekuja kufanya diet, ndo maana unaniona hapa. Kwa hiyo fanya vitu kwa heshima. Usifanye kwa kurupuka. Naweza nikakufukuza hapa, afu nikakurudishia fedha yako hata kama hujanilipa, nikakupa mara 10 ya hiyo fedha yako unataka kununua nao kitu. Ish. Kumbe ndo bosi mwenye hii kampuni. Oh, upo vizuri. Sasa ndo uwe na heshima, mazo unakuja hapa unaita waiter kama vile unaingia chooni. Tena vyo vyenyewe hata kule kwetu shwani huwezi kuingia tu chooni bila kupiga hodi. I wonder. I hope unaweza kunielewa. Tena nisikilize kwa makini wewe kijana. Sio ni mhaya, sio wa wapi. Tena kuwa na adabu. Mimi ndio mke wa mmiliki wa hii kampuni. Hata sijui kama nani. Kwanza inaonekana mwajiriwa mpya hapa, maana inaonekana hata unifahamu. Jishikilie sasa unaongea na watu. Sio kila mtu ni mteja. Ukisikia kuingia choo cha kike ndo hiki bila ndara, ndo hiki sasa du. Leo nimeaganyanga vibaya mimi. Mara zamani sana, mdomo tu ulinitereza. Lakini zamani sana, mimi sio chochote, mimi bado ni mfanyakazi, tena mfanyakazi wa ngazi ya chini sana. Ila nisamee, maneno tu ulinitereza mdomoni. Halafu sometime kuna wateja wakorofi, ndo maana nikabidi na mimi niwe mkali kama hivyo. Ila madam zamani sana.